Taarifa za KTN leo. Kamati ya mamlaka na privileges, mtazamaji, sasa imepanga kumwamuru mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kwale, Zulekha Hassan, kufika mbele yao ili kufafanua nini alikiuka sheria za bunge kwa kumleta mwanawe bungeni. Hata hivyo, mbunge huyo ameshikilia kuwa yuko tayari kujitetea, kwani hatua hiyo aliyoifanya ni kwa sababu ya kutetea haki za kina mama wenye watoto wachanga bungeni. Mwandishi wetu Chris Tairu alimpata mbunge huyo na kuandamana naye katika chumba cha malezi ya watoto bungeni ambacho kilifunguliwa kwa wanahabari kwa mara ya kwanza. Jumatano asubuhi katika majengo ya bunge, na mwakilishi wa kike wa kaunti ya Kwale, Zulekha Hassan, akazua kizaazaa kwa kuandamana na mwanawe mwenye umri wa miezi mitano katika ukumbi wa bunge. Ikiwa mara ya kwanza katika historia ya bunge la Kenya, Zulekha kagonga vichwa vya vyombo vya habari vya kimataifa kabla ya kuamrishwa nje na spika wa bunge. I've never done this. I've tried really hard not to come with a baby. But today I had an emergency. So what was I supposed to do? We are saying enough is enough. We'll progress with our careers. We'll progress with our motherhood duty. And we'll do it to perfection. Both of them. Na Alhamisi asubuhi tukapatana na mbunge huyo katika majengo ya bunge, mara hii bila mtoto wake. Na tukataka kujua, je, alijua sheria na kanuni za bunge au nia yake ilikuwa kuzua kizaazaa bila sababu za msingi? And this being my third baby that I've had in Parliament, I was just tired of the institution not being friendly to young mothers and so on. And I knew that it's not allowed. So I was obviously, trying to, how you feel just fed up, it's enough is enough. Na je, alijua kuna chumba cha malezi cha watoto bungeni na ambacho kilianzishwa mwaka 2013? Some of the leaders in Parliament are trying to embarrass me maybe by saying that there's been a room before. Why haven't I known about it? They've known that I've had babies. They're usually aware. And there's no other member of Parliament who knows about that room. There's no member of staff who's had a baby who knows about that room. Na huko tukiandamana naye tukashika njia hadi chumba hicho ambacho kiko umbali wa mita 400 kutoka majengo ya bunge. Na hapa tukapata chumba hicho kikiwa na malazi ya watoto pamoja na vifaa vya kuchezea, japo huenda hakijawahi tumika tangu kufunguliwa. I'm quite happy that Parliament reacted very fast, because we can see that most of the things are like extremely new. It actually smells new, even the items, and you can see that it hasn't even been they haven't even been handled. I doubt anybody has used it. Lakini bado alikuwa na malalamishi kuhusiana na chumba hicho. The only thing is that it's extremely really far. Like right now we have there's a bar right next to the chambers of Parliament. And for us, for babies, we have to walk so many minutes away. If your assistant calls you and tells you the baby is crying, if you choose to exclusively breastfeed, then you have to walk a very long distance, then walk back to Parliament. That's such a long way. You've missed so much part of the session. Hata hivyo, kamati ya mamlaka kuhusu matakwa ya wabunge bado inamwandama ikitaka ajieleze vizuri. All of us have children. Speaker, all of us have children. So Speaker, this house, there is a stranger. And it has never happened since 1963. Mr. Speaker, this is an abuse of the House. And that member must be cited for gross misconduct. Because I know any change that comes to society, sometimes, you need to agitate for them. And I know it was agitation, and I'm aware that it was against, I can't claim. So I'm willing to go and put the case for young women. Ulimwenguni, Zulekha Hassan sio mbunge wa kwanza kuzua kizaazaa kama hicho. Mwaka 2018 nchini New Zealand, waziri mkuu Jacinda Ardern alikuwa kiongozi mwanamke wa kwanza kufika na mwanawe wa miezi mitatu, Neve Tiaroha, katika mkutano wa Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani. Hata hivyo, huko Australia, mbunge wa eneo la Greens Larissa Waters alihutubia bunge akimnyonyesha mwanawe na kusema kuwa aliwasilisha hoja yake baada ya mwanawe kuzua hoja ya kutaka maziwa.
Kuna baadhi ya nchi ambazo zinawaruhusu wabunge wao kuandamana na watoto wao wachanga na ambao wanaonyonya katika ukumbi wa bunge, huku wenzao wakiendelea na shughuli ya kuunda sheria.